kuachana na benchi la ufundi likiongozwa na meneja mkuu Pantev Dimitar, lakini pia kocha msaidizi Paiko Simeonov pamoja na kocha magolikipa ni sawa, na nafikiri mimi kwangu ni maoni ambayo nilitoa kuyatoa kama masaa mawili kabla ya taarifa rasmi ya Simba Sports Club. Nilitoa mapema sana, nikatoa maoni yangu kwamba kama Simba hawatakuwa makini na wanaomuita meneja Pantev, Simba inaweza ikafanya vibaya sana msimu huu, kutoa na anguko kubwa sana kuanzia kwenye michuano ya ligi ya mabingwa. Pengine Simba tusiwaone katika hatua ya robo finali, na sio tu kuona hatua ya robo finali, pengine Simba wangepata aibu kubwa ya mwaka, yani kuishia hatua ya makundi wasipate alama yoyote kwa maana points hata moja. Ni kitu ambacho nilikiandika kama ulisoma kwenye page yangu ya Instagram. Ndio. Na hata kwenye ligi nilisema huenda malengo ambayo Simba walikuwa nayo msimu huu na walianza nao vizuri kwenye ligi kwamba wanataka ubingwa wangepoteza kabisa. Pengine hata sio tu nafasi ya pili, hata ya tatu wasingepata kutokana na trend ya matokeo na namna ambavyo timu inaperform kwa sasa. Yani niliweka criteria tofauti nikimaanisha kwamba kwa nini nilizungumza mapema ikaja ikatokea vile, ni kwa sababu nimeona mwenendo wa Simba chini ya meneja Pantev. Kwanza kumuita mtu meneja Pantev au kumuita mtu meneja, kwanza I make sense kwenye vilabu hivi vya ligi yetu. Sisi tunaweza kumuita mtu kocha. Unapoitwa meneja, ni kwamba kuna baadhi ya vigezo hauna, hata kama unavyo, lakini bado unapaswa kutengeneza mazingira au ukalify ili uweze kuitwa meneja, ili uweze kuwa na full authority, full mandate ya kuweza kuamua vitu kwenye club. Ndio. Mimi nilikuwa nashangaa kitu kimoja, amebadilisha Simba kutoka kwenye mfumo ambao alikuwa nao na akaharibu kabisa mifumo ya uchezaji. Ukiachana na mechi aliyocheza Simba na Nsingizini kule Eswatini, akashinda goli 3-0. Baada ya pale Simba haijawahi kucheza vizuri tena. Ukiacha mechi aliyocheza ligi ya JKT Tanzania, bado Simba ilikuwa na struggle kutafuta goli kipindi cha pili. Na katika vitu ambavyo mimi naweza nikasema ni kwamba Pantev, kikosi ambacho alikuwa anakipanga, yani mifumo ambayo alikuwa anatumia ni format ile ya Gaborone United ambayo alikuwa anaitumia before, kwamba anacheza Bill Force number 9. Lakini pia alikuwa ni kocha ambaye anacheza pasi fupi, alafu anapenda sana ku offense, kwa maana kushambulia zaidi kuliko kujilinda. Sasa aina wachezaji walioko Simba na mifumo ambayo wachezaji wa Simba imewakaa kwenye akili ni kuweka mpira chini, kupiga pasi 2 3 4 5, wamefika golini wanafunga. Lakini ni ile timu ambayo inacheza mpira sexy football, mpira wa kuvutia. Lakini yeye amefika pale akataka kuingiza mifumo haraka sana, ni kitu ambacho hakiwezekani. Kwenye klabu yote unaoenda unaikuta na falsafa yake, na uwezo ukachange philosophy yani mapema kweli kwamba hii falsafa sana ibadilisha haraka, ni vitu vigumu sana. Lazima uanze ku inject taratibu. Uwezi tu ghafla ukaja na ukataka timu icheze style ambayo unaitaka. Hiyo ndio kitu ambacho alifeli yeye. Sasa makosa ambayo alianza kuyafanya ni kuanzia kwenye selection ya kikosi. Mimi mara nyingi huaga na predict vikosi, kwa maana ile prediction ya lineup ambayo kabla mechi lazima tufanye ile kitu. Tutafanya mechi ya Yanga nani Simba kabla ya kikosi chao kijatoka, mara nyingi huaga nafanya. Unakuta kikosi ambacho mimi nimekipanga yani ndio chenyewe, lakini baadaye jamaa anakuja kupangia kikosi hakina forward, yani hakina namba 9. Mfano mechi Simba ya ile outshine, yani ile outshine na kuweza unacheza bila iko namba 9, yani mshambuliaji asili ambaye anao kwenye bench, anasema Mkwala na Selemani Mwalimu ambaye amecheza kucheza FIFA World Cup Wydad. Unakuta kama Jonathan Sohala sio alikuwa na outstanding performance, ambaye katika mechi 14 kafunga zake goli 13 na Singida tena ameenda nusu msimu. Alafu unaweka bench ile Selemani ndizo nazo unazitia bench, alafu unacheza na false number 9 na Bendo Joshua Mutale. How come? Alafu tu pia ukiangalia wachezaji wanaoanza kwenye first 11 ndio wanapaswa kuanzia sub, yeye ndio anaanza nao, lakini wale wanaotoka sub ndio wale ambao wanapaswa kuanza first 11. Akafungwa na akashindwa kurudisha ile goli. Lakini achana na hilo, watu wakiamini kwamba huenda labda angeenda kubadilisha mbinu, mifumo na wachezaji angeenda kupanga selection bora dhidi ya Edin Malien pale Baba Kumari. Ameenda pale akafanya mistake kubwa sana. Of course alianza Selemani Mwalimu kama number 9 ambaye ni official kabisa, lakini
tukaona balaa lililofanya. Eneo la kiungo nje ana watu ambao wana uwezo kupea kabisa katika eneo hilo. Mtu kama Yusuf Kagoma ambaye tunajua ni typical defensive midfielder, anakata sana umeme, kisha timu inajilinda, mabeki wafikiri kirahisi, anapiga pasi mbele, long pass, diagonal pass, pinpoint, zote anazifanya. Kama nakumbuka alipiga pasi Kibu Dennis akafunga bao la kusawazisha, akawafunga wale Sfashen ile goli la jioni kabisa mpaka kusoa vurugu. Ndio Yusuf Kagoma huyo. Lakini pia ni timu anajulikana, haumwi ni mzima, anaanzia bench na hayupo kabisa kwenye mipango ya kocha. Hiyo mechi, lakini hata mechi iliyopita pale kwa Mkapa dhidi ya Petro de Luanda, una mtu kama Yusuf Kagoma bench, una Alassane Maodo Msenegali ambaye tunajua ndio typical central midfielder ambaye ni holding, sometimes anacheza kama box to box, anafanya kazi yake. Halafu anamuingiza mtu kama Nabi Kamara ambaye typically anajulikana ni kama anacheza offensive, anapenda sana kushambulia na pia anaweza kucheza kama fullback left. Anacheza na wachezaji ambao sio natural position zao. Halafu unategemea apate matokeo. Anacheza na Nabi Kamara, then Neo Maema kama namba 8 au Jean Charles Ahoua wana switch. Kuna wakati Neo Maema anashuka kama namba 8, Jean anacheza kama namba 10, alafu kuna muda Jean Charles Ahoua anashuka chini kama namba 8, Neo anapanda juu. So utaona namna ambavyo alikuwa anachezesha wachezaji very risk, kwa maana sio katika position zao. Kwa wachezaji anawajaribu wachezaji kwenye mechi ngumu za kutafuta tiketi ya kwenda robo finali. Mechi ya kwanza alishapoteza. So kwangu mimi nilikuwa naona ni manager atoshi na alikuwa anataka kuingiza vitu vyake mapema zaidi, lakini alipaswa kujua mazingira na ana wachezaji wanaoweza kukidhi kwenye hiyo mifumo yake ambayo anaitaka tactics, technical tactics inakuwaje. Lakini mwisho wa siku unakuja kugundua kitu kingine kwamba ni kocha ambaye ashauriki. Mimi leo nilikuwa nazungumza na mmoja wa viongozi wa Simba mkubwa, tusitaki kumtaja jina. Leo asubuhi nilimpigia kama sijamaliza naye kana Fejibovu, nimeona vitu vyako unaviandika, akasema bana hivi vinakuaje manager anapanga vitu na nyinyi mko mnaona makosa anafanya. Sasa kocha yule bana, yule manager hapendi kushaurika, ashauriki. Hapendi kuambiwa kitu kwa sababu anataka kufanya kila kitu yeye. Lakini kaambia sasa timu kiwe inaharibika, nani anapata hasara? Sababu kocha had to be fired. Kocha anaajiriwa ili afukuzwe. Kocha kaondoka, nyinyi mmeshakosa malengo yenu, mmepoteza malengo yenu kwenda finali. Nafasi mlizotengeneza kuingia nafasi ya 5 kwa ubora barani Afrika mmeshaidondosha zile alama kwa sababu hamuendi tena robo finali. Then mnamchekea au kama kumbe wana walikuwa wanachakata ili kuweza kumondosha. Kwa hiyo makosa yake ni hayo, kupanga wachezaji katika maeneo ambayo sio sahihi, lakini pia kudidimiza kushusha viwango na morali ya wachezaji. Wachezaji wengi wameshusha viwango. Mtu kama Jean Charles Ahoua last season alikuwa na outstanding performance, tuliona 6 akifunga 10 mabao 9 akiassist, lakini amekuwa amedorora. Akiingia uwanjani ni kama hakuna haogopi tena, yani mchezaji wa kawaida kabisa. Anacheza kawaida kwa sababu ya nini? Ameshashusha ile morali yake. Angalia namna ambavyo anacheza mtu kama Jonathan Soa. Anapigiwa pasi ndiye kwenye box anamaliza shughuli, anakosa mpira. Angalia namna Elim Panzo anavyocheza, anacheza kawaida sana. Angalia Shomari Kapombe, yani wachezaji wako down. Ukimwacha mtu kama Nabi Kamara anayepambana, labda na Neo Maema aliyokuja kuonyesha kitu kwa mechi ya juzi, pamoja na Rashid Rock na Wilson Nangu. Angalia wachezaji gani wengine wanaofanya vizuri. Wakati ana wachezaji wa kutosha, ana mtaji mkubwa sana wachezaji. Mfano kama eneo la namba 6, hauchezi na typical namba 6. Ndio na mtu kama Semfuko Charles Daudi hachezi. Ndio ategemea timu yako ipate matokeo. So mimi nafikiri ilikuwa ni swala lake la muda tu kuweza kuondoka kwa sababu alishaharibu timu na tayari ile program yake ya kusema anataka kuingiza mifumo haraka ilishaanza kumlet down. So kwangu ni sahihi kabisa Simba wamefanya maamuzi kwa sababu wanaenda kwenye mechi dhidi ya watacheza na Mbeya City tarehe 4, alafu tarehe 7 watacheza na Azam. Hiyo ni Mzizima Dabi. So kama angekwepo wachezaji wanavotembea uwanjani hawakabi wanakabia macho, wenda wangefungwa na wangeweza kutoka kwenye mipango yao. Amebaki Matola pale, na mimi na swali lingine la Matola ndugu yako. Ndio. Yaani ndugu yangu, Simba katika moja ya mistake ambayo leo kuifanya ni kumbakisha Matola pale. Kwa mantiki hiyo, kama wangekuwa wanaondoa benchi la ufundi, wangeondoa benchi la ufundi lote mpaka Suleiman Matola Veron. Kusema kiateka ni Matola, tumii. Matola hakupaswa kwenye baki ndani ya Simba. Unajua sababu gani? Kwa simple tu logic. Matola ana mchango gani sasa hivi kwenye Simba? Ukiachana na hii kupewa timu labda wakiondoka makocha ndio anakaa pale. Matola yuko pale kwenye bench as a head coach. Matola ndo ana vigezo, ana leseni, anakaa pro license, kafei, unapata manager pale hana, ndio maana anaitwa manager. Matola ana full mandate, ana authority, ana legitimacy, ana kila kitu ya kuamua pale kwenye bench. Lakini hakupewa kisu cha kuweza kukatia, alikopo hana makali Suleiman Matola. Nani wa kumpa na ngati ndio kocha mkuu? Viongozi wanapaswa kumpa madaraka hayo, lakini Pentev alikopo hana vigezo, lakini ndiye kiongozi ndani ya Simba kwenye benchi la ufundi.
na anapaswa kuwa bench kwa sababu Matola ndio kocha mkuu. Ndio, ndiye kocha mkuu, lakini ambaye alikuwa kifua mbele ni manager Pentev. Sasa mimi Nairobi Matola yeye kazi yake ni kutengeneza bomu na likiwalipukia watu yeye ndio furaha yake. Yaani yeye hataki kutafuta nafasi kwenda sehemu nyingine awe kocha mkuu akafundishe. Kwa hiyo kwa mantiki hiyo David Pasco hata ile ambayo limetokea kwa Simba Matola kalipika. Matola amelipika kwa sababu mimi nasema Matola kalipika kwa sababu gani? Timu haiwezi kuharibika na wewe unasema ulishawahi kuwa mchezaji wa Simba. Selemani Matola Veron, tangu sindi wadogo unasikia Simba ya moto Matola anacheza pale. Tena alikuwa anacheza shilingi 6 kabisa pale na yeye alikuwa ni kiungo, alikuwa anawasha sana. Lakini mwisho wa siku, hivi kwenye nyumba yako labda kuna mambo yanaharibika, yani mkeo anaharibu mambo, baba ana sauti maana yake nini? Hiyo ni nyumba hiyo. Hapo panakuwa hakuna nyumba. Mama akiwa anaharibu lazima baba utoe sauti ya baba itoke kwenye koromeo, lakini Matola yeye kama kocha mkuu, meneja anaharibu kikosi, meneja anaharibu morale wachezaji, meneja anapanga anavyojisikia alafu uko pale. Sasa mimi najua wakati mkakati wa kupanga kikosi huwa inafanyika one day before na mambo mengi yanafanyika mazoezini. Wanapokuwa wanapanga mpango kazi kuelekea kupanga kikosi ya mechi husika, Matola as head coach anapaswa kukaa na Dimitar Pantev bana, now kwenye mechi inayokuja kutokana na game plan yetu na namna ambavyo tunasoma wapinzani tunawafahamu, Simba they must start with typical number 9. Lazima Simba waanze au ni Kimombo kipande, lazima Simba waanze na namba 9. Sawa, Frijibovu mimi nikushukuru sana ndugu yangu. Kwa hiyo na Kagoma, unakaa na Kagoma nje na unajua la season anafanya vizuri. Mwisho wa siku kocha anaondoshwa au unabaki, itakuwa ina faida kwa sababu kama una sauti unaacha mpaka timu iharibike na kocha afukuze ubaki, then kuna kazi gani ya kufanya? So kwa mimi lazima Matola pia ajitathmini, lakini pia hata viongozi wa Simba waangalie inapokuja benchi la ufundi lije na watu wao wote, convoys wote, kwa maana kocha msaidizi, kocha makipa, alafu Matola pelekwe timu B, Simba B, labda Simba wanawake, ikitokea anahitajika kwenda kwa kama kiateka anachukuliwa huko, sio kwamba anachukuliwa kwenye timu kwa sababu huko unavurugana tu, hamna lolote linalofanyika.